tena yu wenda ne kuestablish kana siambo kwata lakini ona sia kwata yu ukaokethia ni sia tami ba sana kuma kwena tina muno bumango ni siondu ndizo ni fiber ndizo ila uye ni mbali sio na limo yo muno yembe yake ita wa Kent na ukaokethia ni nene na wiye ukethia wala ni mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoe petele ibinda ya ile kana twithike ndinwa wimi wa kiomonde tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho ndeba ndo ayi muhimu ninyo nukwata at least lump sum ukethia weze kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana tatu en kimo without utono utatambia na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyinuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo siakwa etha ni ng'ombe inengi weli unesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena sia wiyo winake Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Ni twasiogethia Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni wendekethia mubango wa kutuma askali mandi ya Kenya kutumania mugo nthi ya Haiti ukunikilwe ni kwithiwa niwende na kwaicha a Kenya mukuo munene wa koti ainene acha thini cha mathiko ma Samuel Tompoi ulona achiwe ni thayu mubangoni uwa Haiti mathiko alamatoiwa ku ya Kajiado. Kalonzo Musyoka yase kana bena batawa ilobia ila itumekete sesone ikukunikilwa sibo ila sianenganiwe ni nthi ya USA utongoni wa musumbi wa Nagwiti na Joe Biden nikenda pethiwe na Octobius ambaye tunahubiria. Mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka eweta nthima Kenya ni momeku meavanene kumana na itambia ya serikali ya President William Ruto kutuma maofisa ma polisi ma Kenya kuya nthi ya Haiti nthini wa kutetheesya kutumania mugo nthi isu eweta yu ilovia cia mwene nthi nicio iutumika kumana na serikali ya nthi ya Amerika kwithiwa inavetangia utethio ula yumitie inenga Kenya kutwika iseso thi ya kutungia mugo nthi isu ya Haiti. Because of this underfunding of the Haiti mission. Hii mission ya Haiti iko na shida kwa ordinary Kenyan taxpayer because of the withdrawal of the funding by the main sponsor, the United States of America, under those very special arrangements, I think, between Biden's administration, serikali ya William Ruto. Inaonekana kuna pengo kubwa. Chathini cha kumaasya avisa wa polisi Tomboi Kaetuai ula unaikate wa maofisa alamenthi ya Haiti kumaba Kenya na unatiwe ni thayo itina wa kuvithukiwa ni imama isia nthi ya Haiti chathikila chatwaiwa musyi kwake kisioni cha Naserian County ya Kajiado va Kalonzo otau aweta yu vena vatawailovia ila sianengeto serikali ya President William Ruto ni serikali ya nthi ya Amerika sia kutwika iseso ya kutumania mugo nthi ya Haiti siambe kwiki wa ukunikilikola siendie kumana na kila Kalonzo ukuweta yu a Kenya meendeka maende kumya koti wa silingi bilioni 4.5 itumeke isesoni zi ya kutumania mugo Haiti. Wanaolipa ushuru wa Kenya sasa tutafute kutoa 4.5 billion shillings ili kuhakikisha hiyo mission inaendelea. This is not peacekeeping. What is happening to our boys in Haiti, they are not doing peacekeeping. They are doing peace enforcement. And that is where the difference is. And therefore, they require a special mandate of the UN Security Council to be able to do peace enforcement. Yani kupigana. Now this Haiti mission is a big issue. And in fact, I want to say it should also be audited so far. Audited so that there's transparency. Zile pesa kina Biden walipeana zilitumika vipi na mambo kama hayo. Now that is not politics. This is national interest. Kwa ngaliko yake Mutongoi wa chama cha DLP Kenya Eugene Wamalwa
ula nake evikite chatheniki cha kuma cia Tomboi aweta ni undu wa kumacha muno kwinthi ya Kenya kuthika abisa o wa volisi wa mbevyo kutiwa ni thayo nthini wa iseso ya kutethecia kutungia muguo nthi ya Haiti ni wongela kuweta ta atongoi mangaliko ya ulei methitwe mayukilia wasia kila ivinda kukonya serikali kukalata muno itambia ya kutuma maofisa ma volisi nthi ya Haiti ona etina wa koti kuungamia iseso indi serikali ya thiuthuka na meo ya koti. Our young man Samuel has paid the ultimate price. But every soldier, there can be no greater honor for any officer than the honor of serving your country and actually even paying the ultimate price, defending your country. Samuel has done his part. However, the concerns we have raised as the opposition in Kenya about the mission, there are concerns that need to be addressed. And one of the concerns was perhaps the hurried manner this mission was implemented and the deployment. Concerns were raised both outside and inside our courts. In fact, our courts made orders concerning this mission that were not obeyed. Ni wenda serikali ya President William Ruto yu ibetange maofisa asuma volisi mendesu ya Haiti na kumatonga va Kenya ni kana maeke kuende ya kuthini yakuo. If America will have issues in defunding, as the Trump administration looks like is likely to do, our officers will be exposed if they are underfunded, if they are under-equipped. Ngilivotea vilingi wa Maovo Mutongoi TV Janita wa Octobius Mbidi. Mangavana ni meta na umbano wa metuki kunene ya maunduka utawiva kutilwa kwa ilobia iliba ya serikali sia county kwa silingi bilioni 5 wala mangavana ame okule makule mubya wake na ndu kwa kikoki mangavana ane makule maseneta kulea budget na maimanda usungio wa kutilwa ilobia ikuma kwe mubya wa kinando. National Assembly just passed the County Government's Additional Allocation Act. First of all, we were shocked that there were two bills that were originated by either houses, by the two houses of Parliament. Senate had originated a bill, and National Assembly originated another bill. We have been discussing this issue at Summit and at IBEC, that the year is coming to an end and the County Additional Allocation Act has not been passed. Development partners who fund a lot of these projects, a lot of this funding in the County Additional Allocation Act are frustrated. So we're asking the Senate not to accept this bill. We're asking the Senate to pass the one that we had agreed. So I don't know who had an interest in fast-tracking the National Assembly bill as against the one of the Senate. Yeah. So we're asking the Senate to stand firm and pass the bill that we had agreed with them. You look at FLOCA, again, mostly programs that are ongoing, reduced from 4.9 billion to 2.5 billion. There's a food security resilience program under the Ministry of Agriculture, mostly in the dry lands, reduced from 2.25 for the participating counties to 905 million. A reduction of 2.25 billion to 900 million. There is, under the World Bank, a project called Kenya Informal Sector Improvement Program, KISIP. Koti munene wa Kitwino kumya utio muthenyani wa une kana umbano loba niwe kutoiwe matuku 21 mwini huu wa makanisa ma ACK Diocese ya Kitwino utoiwe kumana na amuma thaithi kanisani ukunyungunyika na kule baso Diocese nzao ya Kitwiruro kana na wakili wa athaithi Daniel Chalo umbano huu loba niwe ubadho measya unaba niwe ubadho kanuna utio wa koti wa masako ola kutavya koti kana kuendea kwa umbano une kubinya thaithi alama tenenge to Diocese iyo nzao ya Kitwiruro. Onesimus.
Koti munene wa Kitui kumyotio wa kwendea kana kungama kwa umbano wa kanisa wa ACK Diocese ya Kitui lovanite kutoa matuko miongoni na imwe mamuhimu wa katatu kini kuma na monyungu nisoma mama theithi ma kanisa o na alamendekethete kanisa usutilanywa na mainengo Diocese yonzao ya Kitui ruro kwena na loya wa Daniel Chalo ni watavya koti wa Kitui kana umbano usu kwendea ni kuthicha mwetete na utio wa koti wa Masaku na ola umisi utio kana vai umbano wa ile kutoiwa na kwenda koti wa Kitui uungamia umbano usu. My letter before you is an application dated 11th March 2025, filed under certificate of urgency, supported by the affidavit by the secondary respondent, that is Canon Samuel Mutegi Biri. My letter, the application before you is filed by the first and second plaintiff applicant seeking orders to stop the Diocesan Synod of Anglican Church of Kenya, Diocese of Kitui, which synod has been caught discriminatively and against an order of their court issued at Machakos on 30th July 2024. For your brother, Justice Byron Ongaya. Ingeni waweta kana umbano usu vanite kuvinya theithi alamendekethete kunengwa Diocese nzao ya Kitui ruro otondo kuelesia. Find a copy of the same order. The applicants, my lady, are representatives of 9 parishes who are proposing establishment of ACK Diocese of Kitui Rural, which is to be added from the larger ACK Diocese of Kitui, which is led by the respondent. The respondent is vehemently opposed to the issue of establishment of the new diocese, and as without any reason, failed to invite the applicants and the representatives of the other 9 parishes who are proposing the establishment of ACK Diocese of Kitui. Ona huyo vanu watavya koti o kana kutwaisha umbano usine kusukume watalo munene wa atheithi ma kanisa wa ACK kwika kila koti ulete na ne mavitio. The respondent is leading more than 10,000 church members and is leading them to disobey orders of the court. It is only in the interest of justice and fairness that the orders sought by my client. Amevikite mbewa musili wa makwani Honorable Justice Lusora wetekana kumyotio wa kwendea kana kuungama kwa umbano usu pa muthinyani wa uni. Case I shall give the ruling on 20th, that is tomorrow at 9:30 AM. Dilivote avilingwa mwa Mutongo TV kuma kotini wa Kitui Neto Onesmus Chalo. Serikali ya kati kuisela mubea wa kundukula kumu nivanie kuinza masilanga kwa wingi isione ila momo ni kana ukwata mbaungetha ya meondani kuisela ungithiani wa meondani zikayoni siya kutila unenga ni wali wa molio uwa neno ni muandiki mubea ni wa kundukula kumu Kelo Harsama kabindani kala emu ambana gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Jr. na MC ya wadi ya Masonga Leni kaunti ni ya Makueni Brian Zoka alama tongo ese cha kubingwa silanga wa uyi ulonensi wekisioni cha yikitawa dini ino silanga ulo kwikwatiwa kubindwa mathayu ma andu mbewa misingilinya nya alama tambuka mbewa kilomita 10 kutabakigo usini wa Athiken. Kelo Harsama inanane wa watandhini wa miaka kauta ukita serikali ya Kenya ivania kutilangia waya kunenga na lewo tethio kwa enende mayo kwa kuenza masilanga ma kutumanya kiwu kwa wingi. Munosio ni lambo muta ilembetani ukamba na Northeastern izinzi kayonesia kuwekithia enende maisio nemea konyana nema kungithe na kuketha miondani yo hona ivindani ya dhano. Lakini tuko na mpango ya kutoka kwa relief tuingie kwa program sana hii tuko ndani leo. Ya kwamba watu wapewe opportunity ya kupewa maji na kutumia hiyo maji kuleta chakula. Sawa sawa.
na pia kuwa na access ya maji ya domestic ya kunywa na ng'ombe yao. Hiyo ndio policies ambayo kila siku tunaandika na tunaimplement tukiwa Nairobi katika ofisi zetu. Arisa manena kika vinanikala watongosya kuvingwa kwa silanga wa uyula uyikita Masongaleni kaunti ya Makueni ya Mombasa Governor Mutula Kilonzo Jr. na MCA Brian Nzoko wa ward A. Silanga lona atumia kimanza cha shilingi milioni 500 milioni 100 na sumeta muveno wako ukitana mona wa NDMA na shilingi milioni 10. Sumeta kumakula kwa serikali ya kaunti ya Makueni silanga lona kwatekania kwa silangwatano ya MCAO muvea wa NDMA na Governor Mutula Kilonzo Jr. Malo kwa watu wa kulanga mbewa kilomita 10 nende matambo kwa kumanda kiuo Hussein wa Adhi. Ile kitu ambayo serikali ilifanya ikishirikiana na gavana wetu, it's a game changer. Kwa sababu watu hapa tangu waishi kwa hizi mashamba miaka karibu 40 iliyopita, they've never had any connection ya maji ya serikali safi. Lakini kupitia kwa State Department ya Ardhi ikishirikiana na gavana wetu, kwa mara ya kwanza watu wetu wamepata maji safi ya kunywa kwa mara ya kwanza. Gavana Mutula Kilonzo Jr. nena kavinane kuno awetanu kwithwa yeki ya mawala na mashitika kifadhokanyo na serikali ya katikwa amesilanga onekana kutethia enendhinga ingi malawa endene kusofia molati onekana matetheke kwa ivinda ya Sam. Tukipata wafadhili tuwekwe damu inside, alafu tutafute nataka tufanye something whatever it is, nijue kama it is safe kubomoa hii ukuta yote so that damu isonge pia namna hiyo. Our goal and my goal as governor is to have a dam like this in every ward in Makueni. And so far, because when you hear of food insecurity, when you hear of poverty, after domestic violence is the absence of water and food. Sola hii na Kivuki Ikasumu tulineema na afadhili wanamuka na Kivuki Wikuenda mkaila sienda na China Kanaila sienda kwa Mombasa Wikuenda na Zumba. Mutongo TV kumanyikita Masongaleni kaunti ya Makueni nyini tawa mulei Mulinge. Minisa mubeani wa utalii Rebecca Miano ya seka na serikali yemetho kuwekithania osaibuzi ya utalii wa melini kumana na wingi wa watalii ala mekwatiwa kubika wa Kenya. Ainene ya kuya Mombasa Rebecca ya seka na mwakani u Kenya yekwatiwa ukwata atalii milioni 3 na mbele kwatiwa kwamba ta mwakani tuendete na kubika milioni 5. Angela Kelo warisama inanane wa watandhini wa miaka kauta ukita serikali ya Kenya ivania kutilangia waya kunenga na lewo tedio kwa enende mayo kwa kwe. Ainena kavindani kale vikite kuvokea meli ya Vikings ka ndhini wa port ya Mombasa Minnesota li Rebecca Miano nwa wetikanema kuende ya kuiki ya malonyome mwanya kwa ile utalii kwesila meli ni vala umya wita na kuyena yanda ondhe kuikithia kanani madhuku mamena ngwata niyo. We will continue putting policies, legislations and all the support that the sector needs. Looking at our targets going forward, we are looking forward to 2025 welcoming more than 3 million international visitors, and in the next 2 years having 5 million visitors annually, which is a very good target. And cruise tourism, because it deals with big figures, will be a critical addition to our numbers. On behalf of Viking Ocean Cruises, Viking Sky, guests, officers and crew, thank you very much for this warm welcome. We're very excited to be here, and I hear we have many interesting tours available for us for these 3 days. And also I'd like to thank you for the authorities and the pilots for the professional and kind meeting this morning. We had a smooth arrival, everything worked very well, so thank you very much for having me.
Meli ikwite atalii mana nyanya na miongo 45 ovuma na thukumi ma meli ni nala mana ana miongo 39 katiwo vaya Kenya miongo ilivala miano wawetikana nima kuendea kukwata amo ikamba ukwikithia kana nima kwata mawia ma muthemba uni kana kwiyukilia kiukwati. I am also happy to see that in this particular ship we have 20 crew members who are Kenyans. I've had an opportunity to interact with them, which shows that this is also a creator of jobs. Happy to see that they'll be interacting with their families. They have been in the high seas for over 3 months, and we shall continue to ensure that we have capacity, we have technical support for our young people so that they can be able to get jobs even in the cruise sector. Meli ina ila yumite Seychelles yithwa nthini wa port ya Mombasa kwa kilungu cha mithenya 3 vala atalii makwithwa maikwata iviso imonya gutambuka isioni kuvathikanywa cia kwita ndeva kaunti ya Mombasa. She's coming from Seychelles and heading to Madagascar. One thing that is very special about this vessel, she's going to stay here for 3 days, 3 good days. We are used to seeing vessels staying for only a day or even less a day. But today, we are receiving this vessel, staying here for 3 days, which is a plus for the local economy because the cruisers, the passengers will go out to town, do shopping. That's good for business. It's good for the port because there are some dues and fees that the port is going to get out of this. Gilivoti ya vilingi wa Mauvo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Nane Mose ya bauni twapika muthi wa vilingi wa Mauvo mwendoni wa saa 1:30 ni mubiano ndo wa kusia isia nita wa Steven Mwema tu na Sharon Ndinda kwanza ya Meko saa 3:30 tukaenge.